Katika video iliyopita tuliangalia namna focus inavyo integrate na kipaji kukuletea mafanikio au hatua nzuri ambayo unahitaji kulingana na ndoto zako na kipaji ulichonacho. Sasa katika video ya leo tunaenda kuangalia baada ya kuwa sasa umeselect eneo maalum ambalo utadili nalo zaidi kwa kuzingatia na kipaji ulichonacho, tunakuja kwenye preparation. Baada ya kuwa umechagua engo, sasa tunakuja kwenye point ya preparation. Tunaendelea kuona namna gani kipaji pekee hakitoshi, na ni mchanganuo au mwendelezo wa kitabu cha The Talent is Never Enough, kwamba kipaji pekee yake hakitoshi, lakini kinabidi kichanganywe na vitu vingine. Tukaanza katika video ya kwanza mpaka sasa hivi, ambapo tunaenda kuangalia sasa preparation, maandalizi. Maandalizi yana umuhimu sana katika kuenhance au kukihuisha kipaji chako. Sasa ni kwa nini? Kwa sababu maandalizi ni muhimu kwa sababu unajua fursa zinakuja wakati wowote, right? Fursa zinakuja wakati wowote, zinakuja ghafla. Sasa huwezi kusubiri fursa ije alafu muda huo ndio uanze kujiandaa namna ya kuicomply. Hapana, inabidi wakati wowote uwe tayari, wakati wowote uwe tayari, ili opportunity inapotokea tu hivyo pap unaivaa. Sawa? Fursa inapotokea unakuwa uko tayari kuifanya, kuichukua na kuchukua hatua ambayo ni stahiki. Sasa kabla fursa haijaja inabidi ujiandae ghafla. Hiyo ni hatua au sababu muhimu sana ya kwa nini maandalizi ni muhimu au unatakiwa ufanye preparation katika kila eneo. Lakini sababu nyingine ni maandalizi yanakupa ujasiri. Umeona? Unajua ukiwa umejiandaa na kitu chochote unakuwa huogopi, si ndio? Yaani unakuwa na ujasiri wa kukikabili kitu chochote ambacho kinakuja across. Kwa maandalizi yanakuondoa wewe katika ile scale ya kuwa na hofu. Okay? Kwa hiyo unapokuwa na maandalizi, kwa sababu unakuwa unajua unachokifanya, kwa hiyo yani unakuwa upo ready na compatible kwa ajili ya kitu chochote ambacho kinakuja. Lakini pia maandalizi yanapunguza makosa. Kwa sababu unakuwa unajua unachokifanya. Okay? Kwa sababu ukishajua unachokifanya unakuwa umeshakipractice, umeshafanya rehearsal, umeshafanya maandalizi. Kwa hiyo ile probability ya kuwa na makosa inakuwa haipo, si ndio? Kwa hiyo katika ile talanta yako ulionayo, uko unaifanyia mazoezi, uko unaifanyia maandalizi, inakuwa inakupunguzia makosa kwa sababu tuna practice, si ndio? Kwa inapunguza ile occurrence ya makosa kwa sababu automatically unakuwa unajua unachokifanya. Kwa hiyo ukishajua hilo, maana unakuwa unafanya vizuri. Hiyo ni sababu ya pili ya kwa nini preparation ina umuhimu sana katika kuikuza kipaji chako au talanta yako. Kwa ni hizo. Lakini ni katika kukabili kitu chochote ambacho kinahusu talanta yako au kipaji chako, ni aina gani ya maandalizi ambayo unatakiwa kufanya? Maandalizi yapo ya aina kadhaa. Cha kwanza kuna maandalizi ya kiakili, yani mental preparation. Okay. Mental preparation na mageni unavyoweza kuiandaa akili yako ni kwa kuijaza maarifa, kwa kusoma vitabu, kwa kusoma makala, kwa kusoma kwa kusikiliza podcast. Okay, hayo yote yanaifeed akili yako, kwa akili yako inakuwa na nondo nyingi, kwa hiyo ile ni preparation tosha ya kiakili ambayo unaweza. Maandalizi mengine ni physical preparation. Physical preparation ni maandalizi ya kimwili. Okay, maandalizi ya kimwili. Kwa maandalizi ya kimwili inahitaji kufanya mazoezi, kuwa na afya nzuri, kula vizuri. Okay, unajua tunaamini kwamba ukiwa na afya nzuri unakuwa na performance nzuri zaidi. Okay, ukiwa na afya nzuri hata akili inakuwa vizuri. Hayo ni maandalizi mengine muhimu ambayo unatakiwa kufanya. Lakini maandalizi mengine ni maandalizi ya kihisia, emotional preparations. Dhibiti hofu, dhibiti stress. Yaani hakikisha saikolojia yako hisia zako ziko sawa. Jitahidi kucontrol hofu, jitahidi kucontrol stress. Na distractions zote ambazo zinaweza zikakudeflect kutoka kwenye intention kuu ya performance yako. Lakini pia maandalizi mengine
ni maandalizi ya vitendo, practical preparations. Okay, umeona, practice speech. Kama ni sehemu ambayo utaenda kuhutubia, fanya practice ukiwa nyumbani kwako, ukiwa mbele ya kioo, au ukiwa na rafiki yako. Jaribu kufanya. Okay, kama ni jaribu kufanya kwanza mwenyewe, na vile practical preparation hiyo nafanya inakusaidia kukupa utayari wa kitu ambacho unaweza kukifanya. Okay, sasa maandalizi huwa yana impact gani? Kuna kitu kimoja, kuna kitabu hiki, kuna story moja ya bwana Abraham Lincoln. Anasema kwamba angepewa masaa 6 aukate mti. Angepewa masaa 6 ili aukate mti, akasema kwamba angetumia masaa 4 kunoa shoka. Angetumia masaa 4 kunoa shoka. Alafu ule masaa 2 ambao yanabakia ndio angetumia kukata mti. Hiyo inamaanisha kwamba maandalizi makubwa au maandalizi ya muda mrefu yanaifanya kazi iwe nyepesi mno. Okay, kwa sababu unakuwa kwa straightforward na unajua kabisa kitu ambacho unaenda kufanya kwa sababu umefanya maandalizi ya kutosha. Lakini pia kuna scenario nyingine kwamba ile iceberg ni barafu, ile barafu ambayo inakuwa inaganda baharini. Okay, kwamba iceberg, 90% ya iceberg inakuwa iko chini ya maji, inakuwa ipo chini ya maji baharini. Alafu 10% ya barafu ndio inaonekana juu ya maji. Kwa 90% inakuwa ndani ya maji, lakini 10% ndio inaonekana juu ya maji. Ina maana gani? Inamaanisha kwamba 90% ya watu hawaoni, yani 10% ya watu ndio, yani iko hivi kwamba 10% ya watu ndo wanaojua au ndo wanaoona preparation yako, lakini 90% hawajui. Kwa wao na watu kitu kimetokea, lakini hawajui maandalizi yako yalikosti vipi. Kwa 90% haionekani ambao ndo maandalizi yako, lakini 10% ndio yanafanya, ndio inayokuwa visible kwa watu. Maandalizi yana umuhimu mkubwa sana katika kuenhance talanta yako au kipaji chako ili iweze kufanya kukuletea matokeo. Asante sana kwa kunisikiliza. Tuendelee kwa pamoja katika vipengele vinavyofuata. I think bado kama vitatu hivi ili tuweze kumaliza kitabu cha Talent is Never Enough. Thank you. Subscribe, tuendelee kwa pamoja katika upcoming sessions. Asante sana.